Maudhui TV, ukumbusho kwa wote. Dakika chache zenye kheri nyingi. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani amemvika ama amemvalisha taji la heshima, taji lenye thamani kubwa Muislamu mwenye kufunga, kutokana na uzito wa ibada ya funga. Taji hili ni taji ambalo hadhi yake ni kwa mtu ambaye ametoa maisha yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taji hili ni taji ambalo hadhi yake ni kwa mtu ambaye ameacha mji wake, ameacha sehemu anayokaa, ameacha anachokipenda, ameacha mke wake, familia yake, akaenda mbali kabisa na hivi vyote anavyovipenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Unaweza ukaona kwamba taji hili ni taji kubwa sana. Taji lenyewe ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipowaita wafungaji kwa jina la as-saihun. Ukitizama katika suratu Tauba aya 112, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataja listi ya waumini wale wa kweli kweli, akataja listi ya sifa ambazo zinamjenga mtu anakuwa muumini wa kikweli kweli. Ama wenye sifa hizo Mwenyezi Mungu anawapenda kwa sababu ndio sifa za muumini wa kikweli kweli. Akazitaja, mimi nitazitaja baadhi kwa sababu nataka kutaja sifa ya as-saihun katika aya hii. Mwenyezi Mungu akaanza kuzitaja sifa hizo akisema kuna at-taibun, kuna wenye kutubia. Wale wenye kutubia ni katika watu Mwenyezi Mungu anawapenda. Al-abidun, wenye kupenda kufanya ibada. Al-hamidun, wenye kupenda kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akawataja as-saihun, ambapo karibu mufassirina wote ama takriban mufassirina wengi kabisa wakiongozwa na sahaba mtukufu Ibn Abbas wamekubaliana kwamba as-saihun ni as-saimuna, ni wenye kufunga. Mimi na wewe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawataja kama ni listi ama kawaweka katika listi ya watu wanaowapenda kwa sababu wenye sifa hizi ndio waumini, akawataja as-saihun. Na hili ndilo taji ambalo tunalolizungumzia, ambalo Mwenyezi Mungu amewavalisha wenye kufunga. Ukitizama katika suratu Tahrim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anawazungumzia wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna visa mbalimbali kuhusiana na kadhia hii, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa anawaonyesha wake za Mtume kwamba ikiwa mtaringa, ikiwa hamtokaa katika mstari wa sawasawa, ikiwa hamtokuwa wema vile wake za Mtume wanatakiwa kuwa, basi tutambadilishia Mtume wake wengine waliokuwa na kheri zaidi ama waliokuwa wazuri wenye kheri zaidi kushinda nyinyi. Hata ukiona aya inasema asa rabbuhu, huenda Mola wake, in talaqakunna, ikiwa atawaacha nyote, an yubdilahu azwajan khairan minkunna, Mwenyezi Mungu tambadilishia, tampa wake waliokuwa wenye kheri zaidi. Sasa katika hao wenye wanawake wenye kheri zaidi, Mwenyezi Mungu ili kutaka kuonyesha hao wake za Mtume kwamba ana uwezo wa kufanya hivyo, akaanza kuwataja muslimatin, tutampa Mtume wake wenye sifa ya Uislamu kwa kweli kweli. Alafu akataja mu'minatin, wake tutampa Mtume wake ambao wana imani ya kisawasawa. Qanitatin, tutampa Mtume sallallahu alaihi wasallam wake ambao wana ucha Mungu wa kisawasawa. Alafu taibatin, tutampa Mtume sallallahu alaihi wasallam wake ambao wanapenda kufanya tauba. Alafu akaendelea Mwenyezi Mungu akataja abidatin, wenye kupenda kufanya ibada. Kisha akataja saihatin, na tutampa Mtume sallallahu alaihi wasallam wake ambao wanapenda kufunga, kwa sababu as-saihun saihatin ni watu wenye kupenda kufunga, ni watu wenye kufunga kama walivyokubaliana mufassirin. Kwa hiyo utaona kwamba
Kwenye hizi listi zote mbili, kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake, wametajwa wenye kupenda kufunga na wametajwa wenye kufunga, wakipewa taji hili la as-saihuna upande wa wanaume, saihati na upande wa wanawake, kuonyesha kwamba katika listi ya watu Mwenyezi Mungu anaopenda na katika sifa nzuri nzuri ambazo Mwenyezi Mungu anazozipenda, basi ni watu wenye kufunga. Sasa wewe Muislamu unaifunga, lazima haya uyafahamu, ili ufahamu kwamba ibada hii ni nzito na inakupelekea kwamba Mwenyezi Mungu anakupenda na amekuvika taji hili la as-saihun. Ikiwa utafunga kisawasawa, utaichunga funga yako, utailinda funga yako, utaifunga kilillahi, utaifunga kwa ikhlasi, utaifunga kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametuvika taji hili la as-saihun? Tufahamu maana ndio tujue kwa nini na hikma yake. Neno hili as-saihun ama saihatin ni neno ambalo liko kwa wingi. Umoja wake ni saihun kwa upande wa mwanamume, alafu kwa upande wa mwanamke saihatun. Na neno hili limetoka katika mfumo wa Kiarabu katika kitendo ambacho kinasema saha, yasihu, alafu siyahatan kama masdari, kwa sababu saha fil madhi, yasihu fil mudhari, siyahatan kama masdari, ama saihan. Kwa watu wa lugha watakuwa wamefahamu vizuri mfumo huo. Sasa watu wa lugha, watu wenye kuelewa, maulama wa lugha wanaelezaje ama wanalifafanua vipi ama wanalitafsiri neno hili? Wanalitafsiri vipi neno hili? Wanasema maana neno hili ni intiqalu almar'i min makanin au min ardhin ila makanin akhar au min ardhin akhar litaabud au fi sabilillah. Ni mtu akatoka mji mmoja ama sehemu moja akaenda sehemu nyingine kwa ajili ima ya ibada ama sabilillah. Ama mtu akatoka ardhi yake, mji wake anaoishi, akaenda sehemu nyingine, sehemu ambayo hajaizoea, haijui, lakini kwa ajili ya ibada ama kwa njia ya sabilillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwenye grupu hili wanaingia ama wenye kunasibiana na kazi hii ni muhajirun, kama vile walifanya muhajirun, walihama Makka wakenda zao Madina. Hii ni kwa nini? Ni walifanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Waliacha miji yao, mji wanaopenda, wakaacha kazi zao, wakaacha shughuli zao, wakaenda katika mji wa Madina ambao hawajauzoea, mji ambao huenda hawana connection ya kutafuta ahwali za maisha. Wakaacha kila kitu Maka, wakahamia Madina. Hawa grupu hili, na ziko baadhi ya riwaya zimekuja kwamba ni as-saihun. Kwa hili wanafanana na tafsiri hiyo, na tafsiri hiyo ikawapa moja kwa moja kwamba ni as-saihun. Pia vile vile mujahidun, wenye kupigana jihad, wametoka katika miji yao, wameacha raha zao, wameacha majumba yao, wameacha wake zao, wamekwenda miji ya ugenini kwenda kupigana jihadi kwa ajili ya kusimamisha daula na kusimamisha bendera ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na huenda hilo likawapelekea hata kupoteza maisha. Na pia anaingia katika saihun ni talabatul ilm, wenye kutoka mji mmoja akaenda mji mwingine, akaacha raha zote akaenda kutafuta ilmu. Sasa hawa ndio as-saihun. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuita sisi as-saihun, tunaingiaje na kazi hao? Kwa sababu wewe umefunga, hauna pale ulipokwenda, upo tu. Hawa wamehama, ni mtu anayehama, ndio tafsiri ya as-saihun. Mtu anayotoka sehemu anayoishi labda, ama anatoka mji mmoja kwenda sehemu nyingine, ima kwa ibada kama vile talabatul ilm, ama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yani fi sabilillah, kama mujahiduna na muhajirun. Sasa wewe mwenye kufunga, kwa nini unaingia katika neno hili as-saihun? Sasa nisikilize kwa makini, na ndio ufahamu kwamba kuitwa as-saihun ni moja katika fadhila za kufunga, na ni kheri kubwa sana, kwa sababu hikma yake ni hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipofahamu kwamba amekufaradhishieni ama ametufaradhishia ibada ya kufunga, alifahamu kwamba lazima tutaacha kula, tutaacha kunywa, tutaacha starehe zetu za kimwili. Sasa hiyo inafananizwa na Mwenyezi Mungu akatuonyesha anathamini kama anavyomthamini
mujahid fi sabilillah. Vile mujahid alivyoacha starehe zake za nyumbani, nyumba yake, mji wake, akaenda sehemu ambayo amekwenda kupigana jihadi na huenda akafa huko kwenye jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi na vile vile mwenye kufunga ameacha chakula chake, ameacha starehe zake, ameacha mambo ya haramu, amehama yote haramu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu kulithamini akakuweka katika kundi la as-saihun. Subhanallah. Na ndio vile vile ukiangalia katika muhajirun, wameacha miji yao, kama wale muhajirun walivyotoka Maka kwenda Madina, wameacha mji wa Maka walikuwa wanaupenda, wameacha shughuli zao, wamekwenda Madina kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi sabilillah. Huenda Madina kule walikuwa hawana connection yoyote, lakini wamefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndivyo ilivyo mwenye kufunga pia, na yeye ameacha chakula chake, ameacha kinywaji chake, ameacha starehe zake, ameacha mambo ya haramu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila kujali maadamu ni amri ya Mwenyezi Mungu na ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini Mwenyezi Mungu asikuvike taji hilo? Kwa nini Mwenyezi Mungu asikuonyeshe kwamba kile unachokifanya basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakipenda, na kukipenda lazima kuvike taji? Ndio maana akakuingiza katika grupu la as-saihun. Na mimi na wewe lazima tuthamini hili, tulinde funga zetu, tulinde hali hii tuliokuwa nayo, itubadilishe. Na kwa vile Mwenyezi Mungu ametuingiza katika grupu la as-saihun, basi tumombe Mwenyezi Mungu atuthibitishe hapo na as-saihun tuwe mimi na wewe fi dunya wal akhirah. Wa hadha, assalamu alaikum wa sawmu maqbul. Alwi TV, kumbusho kwa wote.